hata hapa Murang'a amemwambia vijana wengine hapa watengeneza kahwirubaro, watu wajifiche hapo. Wanajifanya hawataki Kasongo, lakini ni watu ya Kasongo na ni wheelbarrow ya Kasongo. Mtakubali watu ya Murang'a? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, subscribe, like, comment. Now, let us get to know some of the reasons as to why Ndindi Nyoro is facing blackish. This is immediately after announcing that he has officially left UDA, or he officially left UDA a long time ago. And this has resulted to different reaction from Kenyans. Some think that this is just a political project. This guy, Ndindi Nyoro, you know, too much noise, too much hula baloo, but Kenyans are not stupid. Jana Ndindi Nyoro ametoka UDA rasmi, amehama UDA akaingia chama nyingine na CDCP, kwa sababu watu wa mlima walikuwa na expect. Kwa hiyo press conference aliita jana atangaze rasmi ametoka UDA ameingia DCP. Lakini sasa sahi because hakuingia DCP, kwa sababu sasa wao kwa kilia wanafikiri Kenya mzima inafaa iwe inaimba DCP na Rigathi Gachagua. Ndindi Nyoro hakuenda DCP, wameshaanza kumuita mall. We ni kibaraka, you are a mall. Must everyone be where you want? Must we all be where you want? Hata watu wa kwenu wenyewe wataka kuingia hiyo DCP. Pauline Njoroge hakuingia huko after kutoka Jubilee. Ndindi Nyoro ndio huyo hajaingia huko after kutoka UDA. Mshaanza kumuita mall. Nyinyi wenyewe mlisema Ndindi Nyoro ana perform, he is the best MP in Kenya. Sasa kama kuna brains ya kukua best MP in Kenya, kwa nini msimfuate huko? Na ni performer. Mnataka kufuata Rigiji mwenye kila saa akifungua mdomo ajenda yake ni Ruto, akifungua mdomo ajenda yake ni kelele tu. Ndindi Nyoro jana ameongea, watu wamesema that was the best speech wamesikia so far kutoka kwa politician. Aya, nyinyi wenyewe mmesema he is a performer. Mbona msimfuate? Easy emotions mnakuanga nazo, ndio maana mna make bad decisions kwa ballot. Sasa mnasema mlima ni green, mlima ilikuwa yellow. Sasa mnajuta. Kwa nini msifuate mtu kama Ndindi Nyoro? Hamwezi kwa sababu ya nini? Hasira mingi na emotions zenye mko nazo. Yes, huo ndio ukweli. Tukaneni vile mnataka, but that's the truth. You are blinded by emotions. Hamwezi fikiria vizuri sahihi kwa sababu mko na hasira nyingi, na hii hasira ni nyinyi mlijiletea. Tena hiyo mistake mlifanya kwa sababu mlima ilikuwa yellow, ndio the same mistake mnaenda kufanya ati mlima sasa ni green. Shauri yenu bana. Si tutawaambia ukweli hata kama mtaki. Musije mkasema ati tunapiga Ndindi Nyoro. Sisi hatumpigi. Lakini tunataka atuambie hii chama, wakati tumepiga research pale tunaona hii chama it is owned by one Moses Kuria. Au come, na tunajua Moses Kuria ni nani kwa Ruto, au kama anachukua hiyo chama, could it be true they are co-owning that party? And also Ndindi Nyoro tunataka atuambie ya kwamba hii People's Party PPK, hii chama anataka kuitumia kwa njia gani? Could it be true ametumwa kule na bwana Kasongo akuje kudivide Mount Kenya West? Kwa sababu tunajua ile side ingine kuna huyu jamaa anaitangwa Kiujuri na Kidiki kule. Wao Kidiki tunajua ile kadi imewekwa, nilisikia Ruku pale akisema anatomy, kumaanisha kuna chama huko wanaunda ya kuja kutumika na watu wa Mount Kenya East. Tunataka mtuambie, is it a deliberate scheme yenye mmetuma mkuje muharibu kura za Mount Kenya? Because sisi si mafala. Because Mount Kenya iko na vyama mingi sana. Mbona usi-identify moja hapo na ukae na hiyo? Yes, mission yetu ni moja, one term, kutuma Kasongo nyumbani. Lakini why have another party na tuko na zingine? Does it mean that you cannot work with those people around? Anyway, macho yetu mefunguka.
imefunguka wide open, tunakuangalia hivi. Kenyans are not thick. This guy is a project. We have DCP in Mount Kenya, we have Jubilee in Mount Kenya. So he comes with a political party. This guy, how did he vote in the finance bill? Every time he has an opportunity to fix a problem in parliament, he doesn't do it. Kelele tu nyingi hapa, kelele hapa, PR. This guy is a mole. Let me say, he's being sponsored to divide the vote in Mount Kenya. Na watu wa Mount Kenya, don't fall for these tricks. Do not fall for these tricks. Wata divide vote, watachukua watu, aspirants, wavai, but after the election, all these people will go back. And they have their own leader. To Ruto. One leader, one community, is a project. One party. Is a clean project. And what we need to do right now, one party DCP, tusikate kura. One Kura na community ifai katwe hata kidogo. Every single vote needs to be in one basket. That's the only way we can consolidate this vote. This guy, these wheelbarrows that are coming up, all of them, we know them. First, we knew they are coming. And we know the others that are coming. We saw one that was launched yesterday, and we were waiting for it because we had been told that there's a wheelbarrow that is coming from Muranga. We knew that it was coming. So does not come to us as a surprise that you have a new wheelbarrow. We actually know that there is another wheelbarrow that is coming. We know that there is a wheelbarrow that is being prepared in Laikipia. I think in Dionaika Mugu. We know there is another wheelbarrow that is being prepared from Nakuru, and many other wheelbarrows that are coming. That is your strategy number 2. And we can even preempt what will happen because we know that after these wheelbarrows, you now introduce new presidential candidates from this region to try and divide this mountain. Let me give you very bad news. I don't know whether he's watching. Let me give you very bad news, Mr. William Ruto. Once beaten, twice shy. We were in Ol Kalou. And we even had parties that are our partners in the United Opposition. But the people know who their leader is. The people know which party they belong to. And that is why they were never confused. There were 9 political parties in Ol Kalou. But the people of Ol Kalou voted for their party of choice, 86%. And I want to reiterate and buttress the fact that even those who voted for that UDA candidate, they voted for him because he's the son of a woman. And they voted for him because he's from Ol Kalou. I wish it was William Ruto. I honestly wish it was William Ruto. We would have actually painted the correct picture. So just bring them on. Bring them on. And you know these wheelbarrows are being registered overnight. Linda Mwananchi has been trying for the last 2 months to register a party, but it has been very difficult. But if you have a wheelbarrow, it can be registered. I hear that the registrar is sleeping at the office trying to register these wheelbarrows. They will be registered, many of them, because it's not very difficult. But we shall name them. This is a blue wheelbarrow. This is a yellow wheelbarrow. This is a whatever wheelbarrow. Actually, that one I hear it wants to even steer our color so that we can say it's a green wheelbarrow. Whether it is green, yellow, orange, whatever color, a wheelbarrow is a wheelbarrow. A wheelbarrow is a wheelbarrow. And the way we have been dealing with the big wheelbarrow is the way we will deal with the small wheelbarrows. All wheelbarrows will be dealt with the same.